Neema inapozidi juu ya mtu, riziki inatokea. Yes. Mafanikio yanatokea. Naweza kuwa waombaji wote, kuna tofauti anayeomba kwa neema na kuna tofauti na anayeomba. Ndio maana ukishaijua neema ya Mungu, hauogopi kufanya mambo makubwa. Korintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8, maandiko yanasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Na Mungu anaweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Kwa wingi. Ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna. Kwa hiyo Mungu anaweza kuwajaza neema kwa wingi. Neema inapozidi juu ya mtu, riziki inatokea. Yes. Mafanikio yanatokea. Kadiri atakavyowajaza neema kwa wingi, ndipo riziki inatokea. Yes. Kinachozuia riziki yako sio mapepo, ni nguvu ya neema. Mapepo hayawezi kuzuia mtu wa Mungu, wachawi hawawezi kuzuia mtu wa Mungu, ila mtu wa Mungu aliyepungukiwa na neema anazuiliwa na nguvu za giza. Yes. Ila mtu wa Mungu aliye na neema hawezi kuzuiliwa na nguvu za giza. Oh yes. Wote ni watu wa Mungu, lakini kuna mtu wa Mungu ana neema juu yake na kuna mtu wa Mungu aliye na neema juu yake. Wote tunamwabudu Mungu. Kuna anayemwabudu Mungu na neema ya Mungu ikiwa juu yake, na kuna anayemwabudu Mungu hana neema ya Mungu juu yake. Haleluya. Kwa hiyo neema ndiyo inayozuia wewe kuonewa. Neema ndiyo inayokuzuia wewe usishambuliwe. Neema ndiyo inayokukinga na mabaya yanayokujia ili asikupate. Yes. Neema ndiyo inayokutofautisha na watu wengine. Ndio maana Biblia inasema ukiona watu wanaanguka, mkono wako kulia na wa kushoto, lakini wewe usiogope. Oh yes. Kwa nini wewe usiogope? Una neema juu yako. Naweza kuwa waombaji wote, kuna tofauti anayeomba kwa neema na kuna tofauti na anayeomba. Utamani kuomba neema ya Mungu ionekane kwako. Wote tunafanya kazi ya Mungu, wote ni watumishi wa Mungu. Kuna anayetumika kwa neema, yes, na kuna anayetumika hana neema. Ndio maana utaona mtu anakuuliza unafanya nini? Unafanya fanyeje? Kinachokutengeneza upate wepesi ni neema ya Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu akuvike neema yake. Amen. Ikupe kila riziki unayohitaji. Amen. Ikupe kila unachokihitaji. Amen. Ikupe kila hitaji lako. Amen. Ikutane na wewe kwenye maisha yako. Amen. Ibadilishe hatima yako. Amen. Ibadilishe familia yako. Amen. Katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Amen. Ndio maana ukishaijua neema ya Mungu, hauogopi kufanya mambo makubwa. Anayefanya mambo makubwa sio wewe, ni neema iliyo juu yako. Neema ya Mungu inakupa mlango ulio wazi. Neema ya Mungu inakupigania mahali ambapo huwezi kupigana. Neema ya Mungu inakupa nguvu ya kuanza na kumaliza. Neema ya Mungu inakupa uwezo wa kuvuka vikwazo. Amen. Neema ya Mungu ina uwezo wa kuzuia makwazo yasikuumize na kuzima moto ulio ndani yako. Kwa hiyo kwenye wokovu ulio nao unahitaji neema ya Mungu. Unakumbuka Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu mwenye upako, na akakutana na jaribu na akawa na mwiba, akaomba lakini hakupata uponyaji. Mungu akamwambia neema yangu yatosha. Yes. Aliye na neema hawezi kuzuiliwa na majaribu. Aliye na neema hawezi kuzuiliwa na watesi. Neema ya Mungu iliyo juu yako ni zaidi ya adui zako. Amen. Amen. Mungu akuvushe. Amen. Mungu akutetee. Amen. Na akikuwa kikwazo kwa Paulo kuzuia huduma yake. Ndio. Kwa sababu neema ya Mungu yatosha iliyo ndani yako. Yes. Unahitaji neema. Methali 22 mstari wa kwanza. Methali 22 mstari wa kwanza, maandiko yanasema heri kuchagua jina jema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Ni heri kuchagua neema kuliko nini? Fedha na dhahabu. Na dhahabu. Pesa na dhahabu. Fedha na dhahabu hailingani neema. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na fedha, lakini bado ukapungukiwa, bado ukawa dhaifu, bado ukawa mtumwa. Anasema unapochagua neema ni zaidi ya fedha. Ndio. Ni zaidi ya dhahabu. Mungu anakuonyesha neema inavyozidi kila kitu, kwamba utajiri bila neema si kitu chochote. Mafanikio bila neema si chochote. Anasema usichague fedha
wala dhahabu, chagua neema. Kwa hiyo kabla hujaomba utajiri, kabla hujaomba kupata, omba neema kuwezeshe kupata. Ukipata bila neema ni majuto, ni maumivu, ni mateso. Kipawa kinapokuwa ndani ya mtu na hana neema ya Mungu, kinageuka kuwa mateso. Ili kipawa kiwe baraka, unahitaji neema. Hata familia, hata ndoa, unaomba kuolewa, unaomba kuoa, omba na neema ya Mungu kwenye ndoa. Haleluya. Amen. Mungu akupe hiyo neema. Mungu akupe hiyo neema. Amen. 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 Kwa hiyo katika vitu unavyotakiwa kuchagua ni neema. Sio mali. Sio fedha, sio dhahabu. Kila mmoja kwenye ufahamu wake anahitaji dhahabu, anahitaji fedha, lakini Mungu anasema neema ni zaidi ya hivyo. Unaweza kuwa na dhahabu lakini mgonjwa. Unaweza kuwa na dhahabu lakini bado ni mtumwa, unateseka. Lakini ukiwa na neema umebeba kila kitu. Amen. Umebeba uzima. Amen. Umebeba afya. Amen. Umebeba utajiri. Amen. Umebeba heshima. Amen. Umebeba kibali. Amen. Umebeba kila kitu. Amen. Bwana akupe neema. Amen. Mungu akupe neema. Amen. Mungu akupe neema. Amen.